Naam, karibu tena mtazamaji ambaye ndio kwanza umeungana nasi. Hewani kwa sasa ni Sayuni ambayo unaitazama kutoka majira ya saa 8 kamili mchana wa leo. Tunakwenda mpaka saa 10 kamili jioni. Na muda huu sasa ni muda mwafaka, muda mzuri ambao tunakwenda kuzungumza mawili matatu, tunapiga story 2-3 hapa na mgeni ambaye niko naye. Tuko na mwimbaji wa nyimbo za Injili ambaye tutakwenda kuzungumza naye kuhusiana na huduma yake. Nipo na Salome Philemon Bilia. Yeye ni mwimbaji wa nyimbo za Injili ambaye kwa neema ya Mungu basi leo tuko naye hapa studio. Karibu sana mtumishi. Asante. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Habari za huko utokako? Njema. Ndio. Namshukuru Mungu, ni mwema na ni mwaminifu. Sawa sawa. Unaweza kuongeza kidogo sauti ili kusudi anayekusikiliza na kutazama basi aweze kukupata kwa uzuri. Nimetaja jina lako hapa. Bila shaka nitakuwa nimelipatia, pengine kuna mahali nimebakiza sijapagusia kwenye jina lako. Utambulisho kamili, karibu. Hapana. Uko sawa? Ndio. Ndio. Majina ni sahihi kabisa, Salome Philemon Bilia. Yeah. Sawa sawa. Kwa mtu ambaye anatamani sasa aweze kukufahamu mbali na jina lako, karibu uweze kueleza historia yako katika uimbaji, imeanzia wapi, wito umetokana na nini? Karibu sana. Amina. Asante. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ya, mimi ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Lakini uimbaji huu jinsi ulivyoanza, kitu nimekuja kugundua ni kipaji ambacho nimerithi. Ndio. Kwanza. Kabla sikuwa nimejua kuwa ni wito, nimerithi. Nilikuwa ninamuona mama akiwa anaimba nyumbani na bibi. Bibi alikuwa anapenda kuimba tenzi, nikawa namsikiliza nikiwa mdogo. Ndio. Na mama wakati nakuwa pia namuona na yeye akawa anaimba, anaimba nyimbo za vitabuni na nyimbo za kilugha lakini za kanisani. Nikawa navutiwa na kile kitu. Ndio. Nikawa najifunza ndani kwa ndani. Naona bibi alivyokuwa anaimba, naona mama alivyokuwa anaimba. Nikajikuta na mimi sasa baada ya kuanza kumjua Kristo. Maana nilianza kumjua Kristo mapema sana. Nikiwa na umri mdogo. Ndio. Niko darasa la 5. Nikiwa na umri mdogo sana. Nikapenda kwenda kanisani. Kwenda kanisani kule nikakuta tena kuna kuimba kwaya. Nikajiunga na mimi kwa mwanakwaya. Nisiyejua sauti ya ngapi, ya kwanza ya pili sijui. Ulikuwa uzijui zote hizo? Sijui mimi. Ila tunachotaka wewe ni kuimba tu. Ninachotaka ni kuimba tu na ninapenda navutiwa. Naam. Namsikiliza mwalimu. Mwalimu akawa anatufundisha pale. Akaja kujua kwamba nina uwezo wa kuimba sauti ya pili. Akawa ananiita kocha wa sauti ya pili. Wakati huo bado ni mdogo tu. Niko darasa la 6, nilikuwa mdogo sana. Ndio nikaanza kusikia sasa kitu kinaingia ndani. Ndio. Nikiwa najifunza kule, namsikiliza mwalimu tunavyoimba, nikawa napenda, naona inakubali. Kaanza kutafuta sauti ya kwanza, nikaanza kutafuta ya 3. Ya 4 sikufika huko. Kidogo inakuwa ni zito kuifikia mtihani. Ilikuwa ngumu kwa sababu nilikuwa bado mdogo. Basi nikamshukuru Mungu kwa ajili ya hiyo. Na katika kukua kule kiroho nikapewa kipindi cha kuongoza sifa na kuabudu. Najua kanisa la TAG wana malezi yao mazuri, wanaanza kumpika mtu akiwa mapema sana. Ndio. Akishaingia kule. Wananipa kipindi kwa ajili ya kusifu na kuabudu. Nikakuta yule mchungaji baada ya kumaliza ibada jioni, tulikuwa tumeshatoka nje pale. Akaniita, akaniambia mwanangu ubarikiwe sana. Kashtuka, kwa nini? Akaniambia una kitu cha Mungu. Ndio. Tena halisi. Ndivyo alivyoniambia, una kitu halisi cha kimungu. Usije ukamwacha Mungu. Wakati ukiimba nimekiona. Usije ukamwacha Mungu na usije ukaacha kuimba. Sawa sawa. Nikalichukua hivyo. Baada ya kumaliza masomo yangu ya shule ya msingi nikaondoka. Kwenda sekondari. Nikiwa kule sekondari nikawa napenda tu kuimba. Nikikuta kuna kikundi cha kwaya tunaimba. Okay. Vivyo hivyo chuoni ni hivyo nikawa naimba. Nikipita makanisa mbalimbali nilipokuwa nakwenda. Naenda na hudumu. Naenda na hudumu. Lakini mimi sikuwa naelewa sana, nilikuwa najikuta tunapenda kuimba. Okay. Umesema haya dalili ulianza kuzigundua za kwamba una kitu ndani yako ukiwa darasa la 6, si ndio? Na darasa la 6 hapo tunazungumzia wastani wa umri wa miaka kama inasogea 10 hivi. Kwenye miaka 10. Kwa kutoka hapo sasa mpaka leo wewe unaimba tu? Yaani nimekuwa naimba hata nikiacha kwa sababu ya kupita kwenye mambo mengi ya maisha, majukumu. Mimi mtumishi wa serikali pia. Ndio. Nimekuwa nafanya kazi, najikuta niko hata ofisini automatic najikuta tunaimba.
Kwa sababu yani imekuwa ni sehemu yangu ya maisha. Hata kama sifanyi huduma, sehemu ibada. Sifanyi huduma kanisani, hata nikikaa nyumbani nikiwa peke yangu au nafanya shughuli zangu, kajikuta nina tabia ile ile aliyokuwa nayo mama. Na mara mbili kidogo tu ameimba, kidogo tu. Najikuta tu kuimba kuko ndani yangu. Sawa sawa. Sasa kutoka wakati huo mpaka sasa tunapozungumza, ni mtu mzima, una familia. Kutoka hiyo miaka ya umri wa darasa la 6, leo hii una familia yako, pengine utakuwa una album za kutosha tu ambazo umekwisha kurekodi, si ndio? Hapana. Album za kutosha hapana. Ndio. Sikuwa nimeanza rasmi kwa sababu ya majukumu mengi nilikuwa nayo ya kiserikali na ya kifamilia pia, lakini pamoja na hayo bado nilikuwa napambana. Ninazo nyimbo nyingi tu za kuweza kutengeneza album mbili. Ulikuwa una ule uimbaji wa unaimba tu lakini sio kuandaa wimbo kupeleka production ikafanyike pale kwa ajili ya kurekodi nini? Ndio. Sawa sawa. Hivyo ndivyo. Sasa hivi kwa sasa niko nilishaandaa na ndio maana nimeweza kuja kwenye media. Una album ngapi ambazo umekwisha kuziandaa? Album hazijakamilika bado, ni moja ambayo ndio iko kwenye mchakato, na nimeanza na wimbo huu mmoja. Ambao nimekuja nao sasa kuintroduce. Sawa sawa. Lakini nyimbo ziko tayari, hata mbili zinaweza zikatoka. Kwa album yako una malengo kwamba ibebe nyimbo ngapi? Album moja itabeba nyimbo 6. Ndiyo. Ambazo katika hizo 6 manake tayari ndio hizo 2 ziko tayari. Moja iko tayari, ya pili iko njiani. Sawa sawa. Hii moja ambayo umekuja nayo leo inakwenda kwa jina gani? Inakwenda kwa jina la Uniponye Bwana. Uniponye Bwana. Ndani yake umegusia nini hasa? Ndani ya huo wimbo sana ni mapito ambayo nimekuwa nimepita mimi. Maana Bwana amekuwa amenifundisha kupitia mapito ninayopitia mimi. Ndio. Nimegusia kuhusu kuomba kuponywa. Na pia kuna ushuhuda ule ambao Bwana aliweza kuwaokoa kwenye tanuri ya moto kina Shedraki, Meshaki na Abednego. Nikamwambia aniponye, aniokoe na mimi. Ndio. Kwa sababu ni Mungu mwenye nguvu anayeweza kabisa kuokoa na kuponya. Ndio. Na pia kwenye mapito humo kuna kuwa na maadui pia. Unaona kumekuwa na maadui kwenye mapito yangu ambayo ilisababisha hata nikapelekea huo wimbo. Na pia nimegusia hivyo vitu. Sawa sawa. Tunatamani tusikilize wimbo kwanza kuanzia kwako mwenyewe, tupe kionjo hapa. Alafu baada ya hapo sasa mtazamaji naye aweze kuona wimbo pale katika screen yake nyumbani. Lakini baada ya hapo sasa tutarejea kwa ajili ya mambo mengine. Hebu tupe kionjo kidogo hapo, utangulizi wa kile ambacho tutakwenda kukiona katika wimbo wako. Amen. Karibu. Asante. Wimbo unaanza hivi. Tabibu wa kweli, tena wa karibu, nasogea mbele zako. Sawa sawa. Kionjo hicho mtazamaji, na sasa tukupe nafasi ya kutazama wimbo wote ili kusudi uweze kupata picha ya kile ambacho mtumishi wa Mungu amekizungumza ndani yake. Tutakaporejea tutakuja kuzungumza mambo mengine mengi, lakini kubwa tunagusia katika huduma yake na ushuhuda mwingine ambao anao. Utakuja kufahamu pia hapa kuhusu yeye mapito ambayo ameyapitia katika maisha yake mpaka hapa alipo hivi sasa. Tukupe nafasi ya kutazama wimbo huu na tunarejea muda sio mrefu kuanzia sasa. Tabibu wa kweli, tena wa karibu, nasogea mbele zako.
sauti yangu, Mungu wangu unisikie, Mungu wangu unisikie. Nimekutumaini wewe nisiaibike, nimekutumaini wewe nisiaibike. Meshaki na Abednego, Shadraki, Meshaki na Abednego walikutumainia wewe, walikutumainia wewe ukawatoa. Shadraki, Meshaki na Abednego, Shadraki, Meshaki na Abednego walikutumainia wewe, walikutumainia wewe ukawatoa. Watesi wangu Adui hao waaibishwe, adui hao wafedheshwe, bali Bwana uniponye. adui zangu, Watesi wangu watesi wangu waaibishwe, adui hao wafedheshwe, bali Bwana eligibo uniponye. Naam, umemtazama huyo hapo katika skrini yako ni Salome Philemon Bilia, mwimbaji wa nyimbo za Injili ambaye tuko naye hapa studio, na huo ndio wimbo wake ambao leo ametuletea hapa, ikiwa ni kati ya zile nyimbo zake mbili ambazo ziko mbioni sasa kuweza kukamilika na kuelekea katika ile album yake ambayo ametujuza inakwenda kuwa na nyimbo jumla ya 6. Pengine Salome, wimbo ule wa pili umesema upo mbioni kukamilika. Ndio. Utu utarajie lini kukamilika kwake? within this week. Ndani ya wiki hii tunayoanza kesho, si ndio? Okay. Na zile 6 kwa ujumla? Zile 4 zilizobaki sasa kukamilisha hizo 6 za album. Hizo nitakwenda nazo taratibu, ngoja niangalie kwanza hapa. Ndio. Bwana akisema ndio, zinakuwa zimekaa kwenye tayari ndani ya mwezi wa 6 itakuwa tayari. Okay. Yeah. Tunakutakia mafanikio mema katika hilo. Sasa baada ya kutazama huo wimbo, ndio nimetazama katika mazingira ambayo yameonekana ni umechukua mtu anaonekana kupeleka hospitalini akiwa amebeba kwenye wheelchair bila shaka. Picha ile ulikuwa unalenga nini hasa ndani yake? Ile picha ya kubebwa kwenye wheelchair. Ile ilikuwa ni, unajua kwamba huu wimbo ni ushuhuda kwa yale yaliyonikuta mimi. Ndio. Na ushuhuda huu nimeutengeneza katika kuwaelezea watu au kuielimisha jamii. Ushuhuda huu kwa jinsi nilivyoutengeneza nimeuchukua in general.
Lakini mimi kama mimi nilikuwa nimepata ajali. Ndio. Unaona Ndio. Sikujiweza kabisa. Maana nilikuwa sijiwezi. Kwa hiyo sikuweza hata kutembea wala kufanya chochote, nilifanya tu kubebwa. Ndio. Na mazingira yale uliyoyapata ya ajali ndio yakakupa pia idea ya kwamba unapaswa kumshukuru Mungu kupitia wimbo huu. Ya, ilikuwa ni kwa ajili ya kumshukuru Mungu pamoja na wale ambao walitoa msaada kunisaidia. Okay. Maana peke yangu nisingeweza. Kweli. Ndio. Sawa sawa. Na mtazamaji, Salome bwana aliyokupitia changamoto za maisha, kukutana na ajali ambayo ilimsababisha sasa kuingia katika hali nyingine tena ya mwenendo wa maisha yake. Na kimsingi hapo unamwona amekaa, lakini uwezo wa kutembea bila kuwa na msaada wa ile inaitwa nini ile fimbo yako ile? Crutch. Tumeweka pembeni, lakini ndio ambayo anaitumia katika kutembelea ili kusudi kumwezesha kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Ni ushuhuda ambao ameamua kwenda kufanyia kazi kwa vitendo, kwamba Mungu kampitisha katika changamoto za ajali, lakini sio mwanzo au mwisho wa yeye kulifikia lile tumaini ambalo Mungu ameliandaa ndani yake. Kupitia ile ajali akaja na wazo la kwamba sasa kuna haja ya kuandika wimbo ambao utakwenda kushuhudia matendo makuu ya Mungu ambayo ameyatenda katika maisha yangu pamoja na ajali hiyo ambayo nimeipata. Inawezekana angekuwa ni mwingine ajali ameipata, sasa anaona sasa kwamba tumaini limepotea kabisa. Lakini kwako tumaini ukaona bado lipo. Nikaendelea kuwepo. Sawa, ungependa kuambia nini watu ambao wanapita katika changamoto za maisha katika namna tofauti tofauti, na pengine wanafika hatua wanakata tamaa kabisa kwamba sasa pengine ndio mwisho huu, lakini bado katika namna nyingine wakifungua ukurasa mpya inawezekana kwa kumtegemea Mungu? Kitu ambacho ninapenda kuambia ni kwamba unapokutana na changamoto ya aina yoyote ile, sio ajali tu, ndio ni kwamba unatakiwa ujue ya kwamba Mungu yupo. Yuko Mungu aliye juu na anakuwa anaona, sio kwamba haoni. Yeye anaona. Wakati mwingine anaruhusu akiwa na kusudi. Ndio kitu ambacho nimejifunza na ninapenda kuambia watu. Kwa hiyo unapokutana na changamoto usikate tamaa wala usivunjike moyo. Endelea kumwamini Mungu. Na umuombe Mungu, ujue kwamba ujiulize kwa nini hili limenipata. Ndio. Najua sababu Mungu unaijua. Lakini pia na mimi ninapenda kujua. Wakati mwingine unaweza ukawa una wito ndani yako usijue, lakini anaamua kupitisha hapo, maana anapokupitisha hapo anakuvusha, kisha kuvusha mbele ya safari ndio unakuja kujua hivi kumbe nilipita sehemu hii kwa sababu hii. Sawa sawa. Kupitia wewe ninaamini kabisa kwamba kuna watu unawakumbusha kwamba kumtegemea Mungu kuna faida. Ndio. Faida ipo kwa sababu gani? Kuna mambo ambayo tunayapitia kibinadamu, ukifika hatua fulani unasema sasa hapa ndio mwisho hapa, lakini ukimtegemea Mungu anakufungulia mlango mwingine wa kutokea kwenda katika hatua nyingine. Sasa tunaelekea ukingoni. Kwenye huduma yako hii ya uimbaji, malengo yako ni yapi hasa? Malengo yangu makubwa ni kwa ajili ya kumtumikia Bwana. Kwa sababu huo wito nilishakuwa nao. Ndio. Tangu ninamaliza chuo mwaka ule 2001 Bwana aliongea na mimi na akaniambia ananipa kazi ya kuimba. Na mwanzo nilieleza kwamba ilikuwa nimerithi, lakini pia Bwana alikuja kuongea na mimi. Kwa hiyo lengo hapa ni kutimiza kile ambacho Bwana alikuwa ameniagiza kabisa. Na zaidi ya yote yeye ajitwalie utukufu, maana ni kazi ya kwake, sio kazi yangu. Naam. Ni kazi ambayo nimepewa na Mungu na kwenda kuifanya. Sawa sawa. Labda tu kwa kuchombeza tu. Ndiyo. Kijana naye ni mwimbaji, si ndio? Paul. Naye ni mwimbaji. Ni mwimbaji mwalimu. Ni mwalimu pia wa uimbaji. Sasa Paul Waha tutamwalika hapa na siku moja ili kusudi tuweze kuzungumza naye kuhusiana na huduma yake. Mama mwimbaji, mtoto mwimbaji, lakini pia mama naye amerithi kutoka kwa mama ambaye naye pia ni mwimbaji. Kwa ni familia ya waimbaji kwa ujumla, si ndio? Familia ya waimbaji. Hongereni sana kwa uamuzi ambao mliamua kufanya kama ambavyo Mungu aliwataka mfanye. Amina. Sawa, basi mimi nikutakie Jumapili njema, lakini pia nikutakie huduma njema unapozidi kumtumikia Mungu. Umesema ukiwa kazini kule kuna muda unajisikia kuimba tu. Ndiyo. Ni katika namna pia ya kumtumikia Mungu, si ndio? Ndio. Sawa, hongera sana na nikutakie pia kila laheri. Asante sana. Naam. Jina la Bwana libarikiwe. Amina, asante sana. Amina.